Mambo, hope mko poa. Yes. Yeah, watu wangu, few days ago kuna building ilichomeka pale Sharjah, and it was almost similar case na ilikuwa imetokea hapo before. Kuna building nilikuwa nimecover hapo before, building refu sana pale, nikiaje wa Kenya wakae mbali na hiyo building, and a few weeks pia ikachomeka, and unfortunately tuli lose watu wetu huko, and I don't have the clear number, but we lost some of us. And kwa wale wamekuwa kiuliza hiyo swali ya wamekuwa kimiuliza nini happen kwa hiyo building, what was the cause of the fire and all this, sina clear information. I think investigation bado inaendelea. However, the previous building I knew because I went there. The previous building case, the cause of the fire was a scooter. Watu wangu wenye wako hapa UAE mme notice scooters zimejaa kila mahali. Unajua hata wenye wako na gari wanaenda wana park, alafu wako na scooter hapo nyuma, wanachukua scooter, they don't want to walk to work, so wanachukua scooter wanaenda nayo job. Alafu wako na parking zao pado zimesukumwa, kuna vile wamekewa parking zao kando kwa mall. Right? So kwa hizo scooter, the reason ili cause fire, unajua watu wangu, lacha nipe example na simu. iPhone ukicharge, let's say una charge overnight, kwa wale watu wapenda kucharge gadgets zao overnight, ikisha kuwa full yenyewe inajua ina resist, kuna vile haiwezi overcharge. But most of the Android phones, I think iki overcharge inafura battery, alafu inaweza explode, or iko na hizo Android ziko na hizo issue. Sasa into this case of scooter iki overcharge, normally inakuwa kama bomb, and that was the cause of hiyo, ndio ili cause fire kwa hiyo building. Hiyo nilikuwa nimekava hapo before, lakini kwa hii building nikipata clear information na nini ilitokea, I'll come and I'll tell you. Kwa wale wamekuwa kiuliza, nimekuwa busy sana, sijapata time ya kwenda huko. Unfortunately tumelose Wakenya watatu, it's out there, and zimesomwa hadi kwa news kila mahali, unfortunately manze. Nikipewa kisa kwa ule mtu alikuwa kwa hiyo building, alikuwa ananielezea, akaniambia ilitokea moshi. Unajua most of these tall building ama kichomeka, moshi ndio inakuwa kitu ya kwanza kutokea. Hiyo building imeenda beyond 40, right? And mwenye alikuwa kwanza kupata kuna moshi and all this, quick fast akareact, akaamsha wenzake ni nini, wakaanza kuevacuate. Unfortunately kwake ndiye alikuwa mwisho. So because of hiyo moshi, unajua hiyo si moshi ya makaratasi watu wangu, hii ni moshi noma, hiyo ni kama tear gas. So because of the the choking and utasuffocate maze. Kuna mwenye alikufa, kuna mpaki alikufa na cardiac arrest, mangest mwenye alikufa kwa sababu hiyo moshi ni noma. Though alikuwa anapiga miaka, lakini sasa huyu jamaa I think mwenye akafungua maybe a window, maybe akifikiria ni mlango, na hapo ndo watu kuna video fulani na circulate hapa, nionyesha video, ni very sad. Alikuwa amehang kwa building, alafu hiyo ile stuff alikuwa ameshika, don't know kama it's a pipe or something, ikapasuka. Hizo buildings za Sharjah most of them, nishawaambia tena, ni mzee, zilitengenezwa kitambo, alafu Sharjah kinda ni kama imeachanishwa, so and that's how the guy hakuna mtu angemsave, and 41 ametoka huko 40th floor, ni refu sana maze. And sasa ako celebrated, of course amesave life, although lose life yake. However, naweza taka ku make some few points hapa. Watu wangu kwa wenye wanaishingi kwa building refu sana, I think ni poa take some courses ama some trainings na when it comes to evacuation. Watu wengi wenye wali lose life hiyo day walikuwa hawana trainings za evacuation. Mostly wakati kuna moto, unajua mostly hizi building refu kukiwa na sense of fire, normally elevators you shut.
So unapata wakati wali notice kuna moto, wana try kuhepa, wote wana crowd kwa elevator, which haifanyi, kwa sababu by nikiambia na huyu jamaa aliniambia elevator iliacha kufanya that 5th floor, so kwenda juu haiko inafanya. So what do? You crawl kwa stairs, kwa stairs tu, and wenye walipitia kwa stairs of course walibahatika, lakini wenye walikuwa na crowd kwa elevator manze dinoma. Alright, na ni moto, ilikuwa moto mingi sana, kwa sababu as you can see iko kwa video, iko kwa watu wanaweka kwa mtandao hapa. Ni moto yenye kama umepanic huwezi epuka mazi utachomeka, and unfortunately kwa watu wote waliweza kupoteza life yao. Ni story na panic and of course lack of evacuation skills and all this. Ni poa by the way kujuanga. Unaona kama huku Dubai normally ukiangalia most of the building unaona kuna a certain place imetengwa ni kama assembly area. Wakati kuna any issue nyi wote mna assemble hiyo place so that you can do a head count and all this. And unaona watu wengi tu wanaingia kwa building, they don't even care where is the assembly. Alafu wanakonga kwa hii building wanakonga na signs, in case of fire mtaenda hivi. Hata kwa elevator inakuwa in case of fire use stairs. Watu wengi wasomangi vitu kama hizo. So yeah, ni poa. I think watu kuchukua some precautions and trainings and when it comes to evacuations. Ni noma, sina mengi watu wangu. It's a sad week of course for us na as Kenyans, na wale watu wenye wamepoteza watu wao. Kuna other nationalities kama mwenye mwambia huyu mpaki alikuwa na cardiac arrest, and more information watu watazitoa hapo nje. Of course mimi nikipata anything yenye naweza taka kushare mtu asaidike, au put it out there. And yeah, hivyo ndio imekuwa happen kwa wale wamekuwa kiuliza nini ili happen. Yeah, that's the little information I have. I'll take some time niende pale, alafu watu wangu wenye wako hapa Dubai, kuna mchango inaendelea bado, so you can reach out to the wameka kwa mitandao. I think there is a certain number wameshare. I'm not sina hiyo, hebu nionekana taipata kidogo. Mkienda endeni pale Facebook, I think mkienda kwa Kewa ama Kenyans in Dubai, Kenyans for Kenya, mtapata kuna all the details za kwenye watu wanapatana na who to share with your donations na kusaidia manze. Alright, sina mengi. God bless sana. Every day keep on trying, and one day you never know.